إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن كل من اتقى الله نجا. Enyi watu waja wa Allah, nakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika kila atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwetu sisi kutufikishia sheria zake, na kuondoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa ni ukamilifu wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimezitimiliza juu yenu neema zangu, na nimeridhia Uislamu kuwa ndiyo dini yenu. Jambo hili watukufu wa Islamu linatufundisha na kutuonyesha ya kwamba Muislamu anatakiwa ajitahidi katika Uislamu wake, sawa uwe ni Uislamu wa matendo, sawa uwe ni Uislamu wa maneno, Uislamu wa kuonekana, Uislamu wa ndani usioonekana, wote huo uendane na mafundisho na maelekezo aliyotuachia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kadhalika pia uendane sambamba na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Yaqulu al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa qad umirna bil iktifai li atharihim, kwa hakika sisi waislamu tuliamrishwa tufuate nyayo zao, walihtidai bimanarihim, na tuongoke kwa nuru zao, wa hudhirna almuhdathat, na tukawa tumetahadharishwa na mambo yenye kuzuka, wa ukhbirna annaha min ad-dalalat, na tukafahamishwa ya kwamba mambo hayo yaliyozuka
ambayo hakuyafundisha mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tukaambiwa kwamba mambo hayo ni katika mambo ya upotevu, mtu akiyafuata mambo hayo atakuwa ni mwenye kupotea katika njia ya sawa sawa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amelithibitisha hilo pale aliposema, alaikum bisunnati, ni juu yenu nyinyi kufuata nyendo zangu, mwenendo wangu, mafundisho yangu, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, na kufuata mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wale watakaokuwa baada yangu. Addu alaiha bin nawajiz, zishikeni sunna hizo, ziumeni sunna hizo na mwenendo huo kwa meno ya magego. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, na ole wenu nyinyi na mambo yaliyozuka, mambo ambayo hakuyafanya wala kuyafundisha mtume alayhi salatu wassalam. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hakika kila kilichozushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalalah, na kila uzushi ni upotevu. Alhadithu rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Tirmidhi. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، na akasema sahabiyun jalil Abdullah ibn Mas'ud, Allah amwiradhi, anasema ittabi'u wala tabtadi'u, fuateni na wala msizue. Faqad kufitum, kwa hakika mmekwisha toshelezwa, mmekwisha toshelezwa na yale yote aliyoyaacha mtume alayhi salatu wassalam. Zinakutosheni sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kile ambacho alichokufundisheni na kile ambacho alichokukatazeni, hayo ndiyo ambayo tunaambiwa tuyafuate, na hayo ndiyo ambayo tunaambiwa tuyaache. Yule ambaye atakayetaka kuzidisha nje ya yale aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kwa hakika mtu huyo atakuwa amemkhalifu mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, wawe na tahadhari, tena tahadhari kubwa, wale ambao wanaokhalifiana, wale ambao wanaotofautiana na sunna za mtume alayhi salatu wassalam, maamrisho ya mtume alayhi salatu wassalam, watu hawa isije ikawapata fitna na isije ikaja kuwapata adhabu inayoumiza. Bimaana watu hawa kama alivyosema al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kwamba fitna iliyokusudiwa hapo ni ashirk, ni jambo zima la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaona ya kwamba pale ambapo mtu atakapokuwa amejilazimisha katika swala la kumkhalifu mtume alayhi salatu wassalam, ataangukia katika mtihani mkubwa wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kalaman ma'nah, kwa sababu hiyo akasema Umar ibn Abdul Aziz, Allah amhurumie, maneno yaliyokuwa na maana ifuatayo, akisema qif haithu waqafa alqaum, simama ewe Muislamu, simama ewe muumini katika maeneo waliosimama watu. Alqaumu huna bimaana alulama min as-sahaba wattabi'in wa a'immatul huda, wanawachuoni katika masahaba, kadhalika pia wanawachuoni katika tabi'un waliokuja baada ya masahaba, kadhalika pia na maimamu waongofu. Simama katika eneo hilo, usihame. Fa innahum, hakika wao, an ilmin waqafu, walisimama sehemu ilipokuwa na maelekezo walioelekezwa na mtume alayhi salatu wassalam. Hawakujiweka mbali na yale aliyoyakataa, hawakujiweka mbali na yale aliyoyaamrisha mtume alayhi salatu wassalam, bali walijitenga kabisa na yale ambayo aliyoyakataza mtume alayhi salatu wassalam. Wa bibasarin nafidhin kaffu, kadhalika pia watu hawa walikuwa na jicho lenye kuona na kutekeleza. Na basar hapa inayokusudiwa
ni basarul qalb, ni lile jicho lililopo moyoni. Mioyo yao ilikuwa inasikia na kuzingatia na kuyaona mambo kwa uhalisia wake. Ukiwafanya moyo huo kujizuia na yale yote ambayo aliyokuwa anayakataza Mtume alayhi salatu wassalam. Kisha akasema wa hum ala kashfiha kanu aqwa, na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuyafumbua mambo mabaya, mambo ya uzushi, mambo ya haramu, nafsi zao zilikuwa na nguvu sana kutambua kwamba jambo hili ni baya, hata kama litakuwa limefunikwa na shuka lililokuwa zuri. Anasema fama ahdathahu illa man khalafa hadiya, hakuna aliyezua katika dini isipokuwa yule aliyokhalifiana na mwongozo ya masahaba. Wa raghiba an sunnatihim, na akaachana na sunna za masahaba. Walaqad wasafu minhu ma yashfi, na kwa hakika masahaba walielezea mambo ya sunna kiwango kilichoweza kuponya nyoyo za Waislamu. Watakallamu minhu ma yakfi, na wakaongelea mambo ya dini ya Uislamu kiwango kilichotosheleza kabisa. Fama fawqahum muhassirun, leo hii akija mtu akaleta dini zaidi ya ile waliokuwa nayo masahaba, huyu atakuwa ni mwenye kuchupa mipaka. Wama dunahum muqassirun, na yule ambaye atakayeshuka chini ya kiwango cha dini iliyofundishwa na masahaba, huyo atakuwa ni mwenye mapungufu. Ndugu zangu Waislamu, tambueni ya kwamba dini yetu ya Uislamu ni dini iliyokamilika, bali Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama na misingi yote inayotakikana kwetu, na akamtuma mtume sallallahu alayhi wasallama na misingi yote isiyotakikana kwetu, akatuacha katika njia iliyonyooka, akatuacha katika njia iliyonyooka, nasi tukarithi njia hiyo kwa masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, na masahaba wakarithiwa na tabi'una mpaka leo hii. Na ndiyo maana ulama salaf kila wanapoongelea kuhusiana na kufuata maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaturejesha kwa wale waliokuwa pamoja na mtume alayhi salatu wassalam, kama alivyosema al-Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf, ewe ndugu yangu Muislamu, ni juu yako wewe kufuata athari za wale waliotangulia. Hawa walikuwa pamoja na mtume alayhi salatu wassalam. Wa in rafadhaka an-nasu, hata kama watu watakukataa ukabaki peke yako, baki katika athari za wale waliotangulia. Wa iyyaka wa ara'i rijal, na ole wako wewe na rai za watu. Wa in zakhrafuhu laka bilqawl, hata kama watu watakuja na mapambo na lugha nzuri na vile vikorombwezo vitakavyofanya rai zao zionekane zinafanana na maneno ya mtume alayhi salatu wassalam, ole wako ewe Muislamu kufuata rai hizo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. أيها الناس عباد الله، ومن الأدلة التي ترغب في السنة وتحذر عن البدعة قصة أبي عبد الرحمن محمد بن إسحاق الأضرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. Enyi watu waja wa Allah, katika dalili ambazo zinazotuhimiza sisi kufuata sunna na kututahadharisha sisi kunako bid'a ni kisa maarufu na mashuhur, kisa cha baba Abdurrahman Muhammad ibn Ishaq al-Adrami rahimahullahu ta'ala, kisa chake na yule mtu ambaye aliyokuwa anazungumzia kuhusiana na bid'a na akiwalingania watu kuifuata bid'a. Bwana huyu alimuuliza mtu yule akimwambia, wewe unawaamrisha watu kufanya bid'a,
wewe unawahimiza watu katika kuipenda bid'a, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hivi huo uzushi unaowaambia watu waufanye, sawa, ni sura ya ibada, ni sura ya wajib, sura ya sunna, hivi uzushi huo aliujua Mtume alayhi salatu wassalam, wa Abu Bakari wa Umara wa Uthman wa Ali? Kadhalika pia Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali waliufahamu uzushi huo, au lam ya'lamuha, au hawakutambua huo uzushi? Yule bwana akajibu, lam ya'lamuha, hawakutambua, bimaana Mtume hakufanya. Kadhalika pia masahaba hawa makhalifa wanne hawakufanya. Na mfano huu, ndugu zangu Waislamu, ni kisa kilichotangulia katika zama za wema waliotangulia, lakini mfano huu tutaupeleka moja kwa moja kwa wale ambao wanaofanya bid'a ya ihtifalul maulid, kuwauliza, hivi je, nyinyi ambao mnaofanya sherehe ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alilijua? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alilifahamu? Umar alilifahamu? Uthman alilifahamu? Ali alilifahamu radhiyallahu tabaraka wa taala anhum? La shak, watu wa maulid hujibu bisaraha kwamba haya hayakufanywa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar naam hakufanya, Umar naam hakufanya, wote masahaba hawakufanya bid'a hii ambayo ibada hii ya maulid ambayo tunaoifanya sisi. Lakini kuna ubaya gani? Sasa Abi Abdurrahman Muhammad ibn Ishaq al-Adrami akamuuliza yule mtu wa bid'a, qala fa shay'un lam ya'lamhu haula a'limtahu anta? Sasa jambo ambalo wewe unadai ni ibada, Mtume wala masahaba wake hawakulijua, hawakuifahamu ibada hiyo, hivi wewe leo ndio utakuwa umeifahamu ibada hiyo na uizue, uitangaze ulimwenguni kote na uwalazimishe watu wahudhurie katika ibada hiyo? Swali hilo likawa gumu kwa bwana yule, akasema kad alimuha, walifahamu. Ile swali la kwanza hawakufahamu. Alipoulizwa kitu hakufahamu Mtume wala masahaba hawakufahamu, utajua wewe? Sema la, kad alimuha, hii bid'a waliifahamu. Haya, ikiwa waliifahamu, jambo la fahamu, jambo la ilmu ni jambo liko ndani ya nafsi ya mtu. Tunauliza, akamuuliza swali lingine, qala afawasi'ahum alla yatakallamu bihi, hivi unadhani kwamba walipata nafasi ya kutokuiongea hiyo ibada kwa sababu sala ya kufanya hawakufanya? Hivi unadhani kwamba Mtume asiseme, Abu Bakar asiseme, Umar asiseme, Ali asiseme, Uthman asiseme? Hivi unadhani kwamba nafasi hiyo iliwezekana kwa watu wabora kama hawa, kisha ikawa nafasi hiyo itapatikana kwako wewe leo hii uweze kuifundisha na kuihimiza ibada hii watu waifanye? Fanqata'a ar-rajul, yule bwana akawa ameishiwa hoja, mdomo wake ukajaa maji. Faqala al-khalifa Harun al-wasiq billah, kiongozi mtawala wakati ule, akasema la wasa'a Allahu ala man lam yas'ahu ma wasi'ahu, haturuhusu na wala Allah hawezi kuruhusu kifanyike kitu ambacho hakukiruhusu na wala hakutoa nafasi ya kufanywa na wale ambao waliotangulia, akiwemo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bimaana inawezekana walijua bid'a ya maulid, lakini hawakupata nafasi. Walishughulishwa na masala ya jihad, walishughulishwa na masala ya haji na masala ya zaka, masala ya saumu Ramadhan. Hii bid'a ya maulidi hii wakawa hawakupata nafasi ya kufanya. Ikiwa ni hivyo,
basi Allah hawezi kuruhusu kile ambacho hakuwapa nafasi wale wafanye, kutupa sisi watu wa sasa hivi kufanya, jambo ambalo ndugu zangu Waislamu linahudhuriwa na mambo machafu, linahudhuriwa na mambo ya shirki, kama alivyotahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri. Walikuwa watu huko nyuma wanafanya matendo ya shirki wakitambikia katika kipindi hichi cha Maulid. Walikuwa watu wakienda makaburini kwa masharifu wao wakifanya tawassulul bid'i kwa wale waliozikwa pale kipindi hichi cha Maulid. Sasa hivi yameongezeka mambo, watu wakicheza, wakikata viuno, ngoma zikipigwa, miziki ikilizwa, watu hawa wanakaa mpaka baila alfajiri, kisha sala ya alfajiri inawapita, inaadhiniwa sala ya alfajiri, wanakwenda kulala, alfajiri inaswaliwa na watu wawili au watu watatu, jambo ambalo ni jambo la haramu. Hata kama ingelikuwa ni sunna, hakuna sunna itakayokufanya wewe kuacha jambo aliloliwajibisha na kulifaradhisha Allahu subhanahu wa ta'ala. Wakatokea watu sasa hivi wakadai kwamba tumepituka mipaka, tunacheza mpaka miziki, tunakata viuno. Msiwalaumu hao wenye kuchupa mipaka kukata miziki, wacheza miziki na kukata viuno, bali kuna madhambi makubwa ambayo ni zaidi ya huko kukata viuno na kucheza miziki, nayo ni kumshirikisha Allahu subhanahu wa ta'ala katika ngoma wanazocheza na miziki wanayoimba. Wanadai kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ashraful bariya, mtukufu wa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, anahudhuria katika ngoma na miziki. Sawir ayuha almuslim, piga picha ewe Muislamu, zile video ambazo tunaona katika YouTube, maeneo yale watoto wakicheza wasiokuwa na nidhamu, wasiokuwa na aibu, kikao kile anaweza akahudhuria mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? La hasha wa kalla. Kama mimi na wewe kule nyumbani tukiyasikia yale ambayo yanayofanyika na tukaja tukayaona katika video, nafsi zetu zinapata bisha, zinapata kinyaa na kichefuchefu. Sehemu yenye kinyaa kile na kichefuchefu kile anaweza akahudhuria mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Haiwezekani. Lakini watu hawa wanasimama na wanaimba kwamba amehudhuria kipenzi cha umma mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wanaanza kumsalia, ya rabbi salli ala Muhammadin, Allahumma salli alayhi wa ala alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tufahamuni kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika na haina ziada, na pale ambapo tutakapomwona mtu amefanya jambo lolote akadai ni katika Uislamu, basi tumuombe dalili zile ambazo zinathibitisha hicho ambacho anachokifanya. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila albatila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati